unaona tu mambo ya kiushetani tu, hakuna kitu kingine. Yani unaona tu dunia inaendelea tu kubadilika. Kwa hiyo kanisa wanaendanga wanaomba usiku, alafu ukishafika unapewa damu ya ng'ombe, kunywa damu. Yani ikakuwa ni kama ni mateso tena. Unaanza kusumbuka ile mateso ya kiakili, kiroho. Kuna kitu sasa unashikanishwa, unajua sasa hapo life imebadilika. Guys, tunaendelea aje? Sisi tuko hapa, tunashukuru Mungu. Tunaendelea vizuri na tunaendelea na kupambana pole, shughuli za maisha hapa na pale. Na kila kitu kinaenda sawa. Kwanza tu subscribe hiyo channel, to share, to like, to comment, ndio mambo yaweze kuwa mazuri zaidi na zaidi. Na pia tuweze kuombeana ili mambo yaweze kuendelea vizuri. For the last 5 months tumekuwa ndugu yetu hatuko naye karibu, amekuwa hapa na pale anayumba hivi, lakini kwa nguvu za Mungu nikiwa nimetulia hapa, nimesikia mlango kidogo hivi akakuja. So nimeona niwaekee video muweze kujua kwa nini alienda na alienda wapi, na ilikuwa aje akaenda, na huko alienda nini kimemfanya akarudi. Karibu sana. Shukran. Nafikiri mko salama, mnaendelea vizuri, na mimi niko salama kabisa. Hiyo miezi yote bana nimewamiss, nimepoteleana sana, lakini nimerudi. Nafikiri kila kitu itakuwa sawa. Ndio nimefika hapa kwa huyu ndugu yangu ili tujadiliane mambo mawili matatu hivyo, na pia nimpe sababu matatizo yenye nimepata huko nje. Hebu tuambie ilikuwaje, kwa sababu mimi wakati wa mwisho aliniambia unaenda kwa dukani kufanya mambo yako nini na nini, na kutoka hapo ukapotea. Hebu tuambie ni nini kilikupata ukaenda hapo? Kiparo tu na mambo mingi hivyo, lakini singeweza kukuambia, sikutaka kukuelezea hiyo story. Ile story ilikuwa niliona nikianza kukuelezea hii mambo obvious huwezi kubali, utaikataa. Kulingana na mimi vile mambo ilikuwa inaenda, vile maisha huko iko, mimi nikaona acha niende. Juu kuna rafiki yangu mwingine hapo, ingi tu namjua, lakini hiyo sitakwambia saa hii. Hiyo rafiki yangu tulipatana huko ile siku yenye tulikuwa tu mtaa tukipiga mission. Sasa vile tulipatana na yeye hakuwa na ubaya, juu tunajuana, tukaongea. Lakini maisha yake yamebadilika, yani imechange kabisa. Amechange life yake. Hatufanani, nikiangalia huyu jamaa tuko age moja, vile tulichezanga yani tumetoka tu mbali na yeye, but yeye amechange kabisa. So unajua yeye ameanza kuniambia hivi, yani ile kubebea mtu mwingine akili. Sasa akaanza kunidanganya hivi mambo ya hii ni maisha ya shida, unaona. Mimi nikakuwa tu nafikiria siku 2-3 hivi, akili inakuja nifanye aje. Nikaona hii nikiambia Joshua story itabadilika kabisa, hawezi kubali niondoke. So hiyo siku mimi nilikuwa naacha niende, nitakwambia tu baadaye nikishaenda, wewe utapata tu si huko, ndio tutaongea tuko baadaye, lakini sikupea sababu ya mimi kuenda. Na kuna story nilisikia, kuna kijana alinifuatilia akaniambia kuna kanisa ulikuwa umeambiwa unaenda kuajiriwa kuwe mchungaji, kuwa unalipwa kila mwezi pesa mzuri. Sijui story iko aje. Kanisa iko. Huyo jamaa alikuwa ameniambia atanionyesha kazi yenye iko na pesa. Nipate pesa pia mimi nitajirike, nitoke kwa maisha ya shida, nibadilie nikae kama yeye. Uomoke. Bana niomoke. Sasa mimi nikaona unajua vile niambia mambo ya kanisa, nitaenda niandikwa kanisa, sikuona ubaya. Nilifikiria hii kazi ninafanya ni ya Mungu na bado mali naenda kuajiriwa kwa kanisa bado. Mimi sikufikiria ni kanisa aina gani. Sikufikiria hivyo. Si nikaenda tukakaa na yeye. So vile alinipeleka kwa hiyo kanisa, first of all, mimi nilifika hiyo kanisa ikai kama hizi kanisa zingine. Nakaa tu kanisa ya kiushetani hivi. Unafunguliwa gate ni kama umeingia kwa jela.
kwa ndani kumetulia ile mbaya. Mimi kufika ndo nikashangaa, nikamuuliza kwani hii kanisa watu wanakujanga kuomba lini? Kaniambia huku tunakujanga Friday, Wednesday na I think siku ya Monday. Tunakujanga usiku kuomba. Unajua sasa mimi nimestuka. Kashangaa kwani ni kanisa aina gani? Sasa tulikuwa tumeenda Wednesday. Tena niambia saa 6 ya usiku ndio wanaombanga. Najua sasa mimi nimeanza kustuka, ile kustuka. Already nishaingiza wa kanisa, kumefungwa, hata sijui inaweza tokea wapi. Mahali nimeenda hata sijui nimeingilia wapi, inaweza tokea wapi. Sasa ilikuwaje sasa ukajitoanisha huko kidogo kidogo mpaka ukarudi tena kwa kazi ya Mungu? Nini ilikufanya sasa ufikirie rudi upande huu tena? Joshua, hii ni story refu kabisa. Hii ni story hata ikianza kueleza saa hii siku hadi itaisha huko. Sasa mimi after kufika huko nikamuuliza ni kanisa aina gani, akaniambia ati wewe goja mambo ijipeleke tu pole pole. Unajua sasa ile kazi alikuwa ameniambia sio kazi, yani devil worshiper, kutoa kafara, yani mtu Illuminati. Sasa vile mimi nilifuatilianga story, kumbe anatafuta watu wenye watakuwa, yani watu wenye for example kwa chama wanataka kupandishwa cheo. Sasa watu wenye unaingiza ndio bado cheo yako inaendelea kupanda. Kumbe jamaa amenibebea akili nikuje nijiunge na hiyo chama ya shetani ndio yeye aendelee kupandishwa cheo bana. Na mimi hiyo mahesabu ya kuingia kwa Illuminati sipanga huko. Mimi nilikuwa nafikiria ni kazi napeleka. Mambo huko ikabadilika. Yakuwa hata nikilala naota tu nikiwa kwa shetani. Inaanza tu kuona tu mambo ya kiushetani tu, hakuna kitu kingine. Yaani unaona tu dunia inaendelea tu kubadilika. Kwa hiyo kanisa wanaendanga wanaomba usiku, alafu ukishafika unapewa damu ya ng'ombe, kunywa damu. Yaani ikakuwa ni kama ni mateso tena. Unaanza kusumbuka ile mateso ya kiakili, kiroho. Kuna kitu sasa unashikanishwa, unajua sasa hapo life imebadilika. Si kama vile ulikuwa unaishi na binadamu wa kawaida. Sasa umerudi upande huu. Sasa uko na mipango gani kwa kazi ya Mungu sasa? Na mimi mambo yenye nimeona hapo, mambo mingi sana, hata ingine kuelezea bado inakuwa ni ngumu. Na pia mambo ingine unaweza elezea kwa ni kama unastoa watu. Mimi nimerudi kwa hii kazi ya Mungu. Nimeng'ang'ana kutoka hapo kwa hiyo kanisa bana. Nimeng'ang'ana ile mbaya. Sasa hii yani uko tayari kusonga mbele kabisa? Sasa niko tayari tu songa mbele. Wale unaambia ni wale wako pale. Waambie uko tayari kusonga mbele. Ndio at least waweze hata pia watakusupport, waweze kufollow nini. Vitu kama hizo. Huyu ni mmoja wetu, ndugu yetu, ni mmoja wetu kabisa, ni wa familia. Tumshike mkono kabisa, maana ako na mambo mingi, ako affected psychologically, mambo yake sio mazuri. Kwa hivyo tuzidi kumuombea, na next time atatuelezea huko kwenye alienda nini ambacho kilimfanya achukie kukaa huko. Ndo aamue kuja huko. Nini alimfanya achukie kukaa huko. Kwa hivyo saa hii kwanza tutafikia hapo, next time we will update you what will be the next. Si sawa sasa? Sawa. Haya.